ni Azimio, neither ni Kenya Kwanza. Utaratibu wa katiba ambayo uliwekwa haruhusu sisi kuzungumza, kwa sababu kuna katiba katika Kenya hii. Uchaguzi ulifanywa kulingana na katiba, ikafika siku ile inangojea kwa appeal ikakuja, ikaenda Supreme Court wakaamua, na wana Kenya mkaona vurugu ile ilikuwa iko. Na system yetu kama Supreme Court imeamua, we cannot go back there. Turudi nyuma huko, tunarudi nyuma tuyazungumzie kama nani kulingana na katiba. Mazungumzo hayo yatazungumzwa kama yako best na katiba kwa sheria gani, kwa sababu sheria yetu kumalizia ni Supreme Court. Kwa hivyo kwa mimi hiyo ni upusi mtupu kufikiria kuleta hiyo watu wa Azimio kama ni one of the agendas ya kuongelewa. Kwangu hiyo ni out. Sioni ikifaa kuwa kwa hiyo discussion at all. Ingine nimeona ni ya cost of living. Cost of living haihitaji kuwa kwa hiyo discussion. Kwa nini? Cost of living, the government structures na advisors wa president, I can see wana implement and wanajua cost of living. Si kitu ya kuja kuletewa hata wao introduce kwa president ama kwa serikali ile iko sasa. Everybody knows the cost of living iko juu, na kuwa iko juu kuna sababu. Tungejiuliza ilianza wapi? Kwa sababu serikali ya Ruto iko only one year now going. Ilianza wapi ndio iweze kufikia ni mambo ya kuzungumziwa? Wao Azimio walikuwa huko mbele na handshake na Uhuru former president, wanajua what happened. Na tuache kukua wanafiki, tukue watu ambao wanazungumzia mambo ya nchi kwa haki katika roho zao. Cost of living, it is there, but the president Ruto have handled it according to me in all corners. Somebody's pesa ile ilikuwa inatumiwa ya kuharibiwa na kukuliwa na wizi, ambaye mpaka alikuja kukuta iko madeni ya unga. Wale somidas walikuwa wameambiwa wapeane, subsidies watapewa pesa. Imekuta mpaka president huyu Ruto analipa deni ya ikuwa yake. So lazima tujiulize mwanzo ya hii shida ilianza wapi. Na tukuje hivi. Cost of living for now, rais wetu Ruto amehandle kwa njia gani? One, bila kutaka kuleta hiyo mambo ya kukopa pesa ya ukora ambaye ilikuwa nafanywa na wale walikuwako na rais yule ilikuweko, wanajua ile njia walikuwa natumia ya kutoa hizo pesa. Subsidies hiyo rais ameibadilisha, akatengeneza ili cost of living, chakula iweze kurudi chini. For me, he is almost now 70% amedilu na hiyo issue. Kwa njia gani? Amepeana fertilizer kutoka 7,000 to 3,500. Today, pahali Mungu ameweza kutusaidia ukapata mvua, na pia assessment ile imefanywa tutakuwa na chakula nyingi kuliko mbeleni. One, fertilizer alirudisha chini mpaka 3,500. Ya pili, alitupea the right fertilizer. Watu walikuwa makatalia DAP. DAP ilikuwa inachoma mchanga na kuharibu mchanga yetu. Hii fertilizer yuko today. You ask farmers. Mimi nilikuwa moja ni mkulima. Imetupea mahindi ambaye hatuamini. Mahindi imekuwa very clean. Imezaa watoto wawili watatu ikifuatana. Kwa hivyo production ya hiyo fertilizer tunashukuru rais aliweza kujua na akatupea the right thing. Why? He saw the machinery of the government. Hiyo ni moja. Ya pili, ameweza kuangazia, na ninamheshimu sana kwa sababu ya hiyo, ni mtu ambaye atabadilisha nchi yetu ya Kenya. Kwa food production
ameenda chini tena kwa wakulima kuwasaidia. Ameleta fertilizer chini ya short lane, not long lane, short lane. Amekava long lane na akawachia Mungu mambo ya mvua kwa sababu he has no control for that. Short lane ameguzwa na ameweza kusaidiwa na Mwenyezi Mungu, amelete fertilizer tena chini 2500. Hiyo ni ya short lane. Long lane alipeana kwa 35. Short lane amepeana. Watu wengine wanasema hapana, hii fertilizer tulipewa, sijui ilikuwa nini. Mlipewa, there is cost ya hiyo fertilizer ndio iweze kufika kwa hiyo bei. There is shipping for this fertilizer. There is also a system ya kuchanganya with other product ndio iweze kufit our system. There is a cost itakuweko kwa sababu ya kudeliver mpaka kwa mkulima. And you know short lane, it is short because it's always short lane. Ni ya muda mfupi sana. Na already hiyo fertilizer imefika. Na imeanza sasa kuchukuliwa na watu ya short lane. Kwa sababu anafanya yake, hiyo ingine anawachia Mwenyezi Mungu ya mvua ya short lane. That ameenda kwa AFC ambaye watu ambaye walikuta AFC ile ilikuwa original kutoka kwa mzungu kukuja kwa Kenyatta, ile ilikuwa inasaidia watu. Rais wetu ameingia kwa hiyo, ilikuwa imeuawa kabisa kwa sababu wale walikokuweko matajiri hawakutaka hiyo. Today AFC ilikuwa na 2 billion kwa sababu ya rais kufikiria mambo ya chakula. Ameongeza 80 billion, now it is 10 billion with the AFC. What is AFC? Watu walienda mpaka wakasahau. AFC inasaidia, utaweza kopa pesa ya short lane, utaweza kopa pesa ya kununua shamba, utaweza kopa pesa ya fertilizer hiyo. Kama una hiyo pesa ya kununua fertilizer ya bei ya chini, utaweza kukopa. Utaweza pata pesa ya kulisi shamba, utaweza pata pesa ya kuweka kununua ng'ombe, development ya shamba, you can. That means hizi vitu zote correct. He is just thinking about food production na anafikiria mkulima tutapata chakula namna gani. You know, right now wakati watu walikuwa demonstration wakibomoa vitu za watu, kuiba vitu za watu, sisi wengi wetu wana Kenya tulikubali na tukaenda kwa shamba na tukalima. Production of food imeanza. Hii mahindi hii inaitwa ya mkohoro, hii ya kuuza, hii inauzwa na maroli kuwepa Mombasa, Nairobi, wapi. People are eating now. It's coming from the people who agree to go in the farming. Na bado tunangojea ivunwe mahindi, unga ianze kufanya tena kuteremka zaidi. And by the way, unga tuache propaganda. Unga si pahali ilikuwa. Unga iko chini. Ukitoka nyumbani mama anakuambia nataka sukari, nataka chumvi, nataka nini, all these things. How do you get them as the father? Is you go and get what you can be able to get. Na uwalete, and that's what the president is doing. Cost of living, I know it's coming out. Today, ningetaka kusema wale watu president wisikia akipiga kelele because of information. I agree with the president. In our side, information is not flowing to the people. Sijaona mtu anasema hiyo kwa agriculture hiyo bila rais amefanya kwa sababu ya cost of living mpaka pahali tumefika. I've not seen that information going to the people, flowing to the people. I've not seen it. Sijaona watu ambao wanapeana information kulingana na ile kazi president anafanya. I was with the president in Mombasa, Kilifi, Kenya yote. I want to tell you, I have not seen somebody even who is there mentioning the things the president did. So the president is like he's working alone. Ile pesa ya mabawa ya nini, ya demu, ya kujenga nini, iliweza kuwa
ni pendekezo na akapitisha kwa mikutano yake ya Kilifi is unbelievable. It give a good signal nchi yetu itaamuka. Right now sijaona mtu anazungumzia rais wetu wa nchi ya Kenya. Ile mambo amependekeza na amepitisha ilikuwa launched kwake, mambo ya education. My friend, I have never seen mambo yale rais amefanya watu wakiweza kuitoa in the information. Shule zimeongezwa pesa za watoto. Ameweka pesa mpaka chakula. Ile walimu walikuwa wanafukuza watoto shule kwa sababu ya pesa ya chakula, ameweka kwa shule. The children have been added pesa ya masomo. Chakula imewekwa kwa watoto. Vitu mingi ile imependekezwa na amefanya kwa education. Sijaona mtu anazungumzia hiyo maneno. Kwa hivyo agree on our side. Lack of information, it is there. Na ndio naona inachukua nafasi kubwa na watu wa upinzani because they are very good with the propaganda. Niliona moja leo akiendesha akizungumza kwa TV leo. Akizungumza mafuta, sijui Tanzania ni pesa ngapi, sijui alinunua unga ilikuwa pesa ngapi, sijui alinunua sukari ilikuwa. Those are pure propaganda. They are very good with those things of propaganda. Pure propaganda. Nyinyi mnafikira na mnaenda Uganda, mnaenda Tanzania, mnaenda other areas. You know the reason. And also, if Tanzania sukari na nini unga itaweza kuwa chini, it is because the system ya government ilikuweko mbeleni haikuweka madeni kwa serikali hiyo. Kwa hivyo serikali hiyo haikuwa na madeni ya kukopa nje, ya kufanya nini? No. But ours, we are different. Tulikuta loaded madeni. Na katika account ya serikali there was nothing. Na madeni ni chungu zima. So there must be a different. Hata kama wataweza kuwa chini kidogo kwa sisi, there's different. And this is what the president want to change. Kuna wale walikuweko siku hiyo, wana mabenki yao 5 hapa na pesa wameficha nje kutoka siku ya mababu zao. Nchi ikienda kwenda chini walikuwa na pampu hiyo pesa wanakopeshea serikali with a big interest. Ilikuwa na faidi watu wachache sana kwa kupeshea serikali pesa. So haingeonekana kama kulikuwa na shida kubwa. But the problem was there. Pesa nyingi walikopa bila kufuata the system ya serikali. So hiyo discussion hiyo naye sioni kama ni ya muhimu, kwa sababu hiyo sio kitu ya kuzungumzia hata iwekwe. Hata yapi sasa tutazungumzia kuhusu hii. Mambo nyeti ambayo ningetaka izungumziwe mimi. Ya kwanza, mambo ya IBC iko na system yake. Ruto president is not doing alone. Anafanya kulingana na katiba ambaye tulitengeneza na akaapa atachunga mali yetu, security yetu na katiba. He's following the constitution. There is nothing anatengeneza yake. Na hao upinzani ndio na grupu zake na kina Karoto na mata. They know utaratibu wa kuweka watu wa IBC. It is there in the constitution. Na ilitengenezwa na hao ambao wanapiga kelele sasa. Hakuna kitu wanafanya yake, lakini kwa sababu hawa ni watu wa kudoea na kufikiria mambo ya wizi, it is ringing on their head. Mambo ya kuibua uchaguzi, Na nimwambia mara mingi, uchaguzi haiko kwa sava, uchaguzi ilifanywa kwa polling station. If you are caught in the polling station by your neighbor or who, kama vile kwangu ilifanywa, kura zikaibiwa, watu wakahongwa, wakauza information, kura zikatangazwa tofauti, watu wakatolewa kutoka nje, transported, all those things ilikuwa nataka kuangaliwa. Those where the vote can be stolen. Lakini mambo mnaimba ya sava, it has nothing to do with that. Kwa hivyo nasema mambo ya kuzungumzia mambo ya uchaguzi uliopita, it's out. Jambo la muhimu ni waelezewe na wahakikishe na serikali utaratibu, na ilikuwa ndani ya bunge watu wa IBC.
watachaguliwa namna gani. It is in the constitution and it is in the parliament. This is not about the president. No. Ni hawa wafanye utaratibu. Nimeona tena hasa wakiangazia wanasema mambo ya polisi. That policy, brutal killings, sijui nini, all those kind of things. But I want to ask them, iko mpaka aipoa na watu wamewekwa ya kufanya hiyo kazi. You have no mandate kuingilia. And also I'm asking you, who caused this? And who went for this fight? Ya kuvunja ya kuimba vitu ya watu. I have not seen even people of the church or anybody even Azimio wakizungumzia ile vitu iliibiwa na watu wakavunjwa na magari ikachomwa. I have not heard anybody discussing about it. If walifanya maandamano kwa njia ya haki na ya kisheria, I think kila mtu angetaka kufikia na kufuata ni kitu gani nazungumziwa. But I have not seen even the government or the other side. Kama hiyo agenda haitakuwa kwa hiyo mazungumzo, hiyo inawekwa na Azimio. Kama hiyo agenda, mimi nauliza watu yetu wale wako Kenya Kwanza, it must be agenda on discussion. Ile watu waliharibiwa bali yao, who caused it and who is going to pay? Those people made this government. But sioni mtu wa kuwatetea. Wewe kama ni Shongwa na your group na senator wa Kenya, that should be agenda. Who caused this and who is going to pay those people? And I have not seen even somebody mobilizing them to go in the court to get in the njia ya haki. Kwa hivyo mambo haya ninaona inachanganywa ya discussion. I would say there is nothing workable there. I also said the other one which was there earlier ilipowekwa nilisema hakuna pahali inaenda, kwa sababu it's not a discussion, it's a politics. And I want to assure even now that discussion will go nowhere. Na nikubali kitu moja. Kwa nini mambo yote yetu tunataka kukimbia atotoe tukatafute sijui former president wa Nigeria, sijui tukatafute nani? We are capable if we respect the constitution. Constitution can guide us. And I want to tell the president, Ruto, the history reads itself. Took the track record ya Raila Odinga in all government, kutoka siku ya baba yake ya Kenyatta, kuja kwa Moi, kuja kwa Kibaki, nusu mkate, nusu mkeka, kuja kwa Uhuru. Come all through, there's a track record that even if you do handshake or you do what, it will not work. I want to remind our president, the majority of people and being led Mount na milima walikataa Uhuru Muigai Kenyatta kumusikisa akiwa president just because of the handshake. That's why they refused and they gave you votes. And I want to remind you, even now, Mount Kenya, ama milima, if you go for handshake, they will not be with you 2027. Because they know their businesses, how it has been done. They know Raila, he is a con man. They know him, the system ile anafanyaga ya kuharibu. And milima wanajua, they are for the business. Kazi yao ni biashara na Wasomali na nani na watu wengine. They lead in business. Na wanajua biashara zao, huyu neither apewe viti kwa serikali, asipewe atakuja kuharibu. The thing they will be doing now, they will be discussing, they should be discussing about the peace of this country. Azimio waambiwe waache kuharibu hii nchi. Wajipange kama wanaweza for the next election. Somebody have asked me, ni kwa nini Azimio wanajibehave this way? Let me respond on this. Wanajua rais wetu akipata nafasi ile anafanya, nchi hii itabadilika kwa uchumi, cost of living na democracy itabadilika. In fact, they know very well and they have been told by their
advisors. If they let the president continue implementing things the way he is doing it, this country will be different. Now in Kenya, they will enjoy this country. Just 1 year, and they have started doing things which are changing this country. 1 year. Baada hiyo shida yote na kusumbuliwa, he is in this country. Now he is going around implementing the things he had promised kwa katiba yetu ya Kenya Kwanza. That's what he is doing. And that's what he promised the people. That is what he is going around doing. And it's working, those things. Judiciary akaiongeza pesa. Iendelea kujengwa na kufanya mambo mengine na mishahara na njia zao. But also I ask judiciary, please give our president opportunity and nafasi afanye kazi yake. Hawezi kuwa anapigwa na upinzani na tena judiciary inapiga yeye. Please, judiciary. Some of these things, be sensitive to understand, is about the country. It's not about the president. It's about the country. We must be careful. Watu wasifike pahali hata wakose ladha pia judiciary. We respect the judiciary highly. Sisi kuna makazi tumepewa, imepelekwa kotini, we are patient because we respect the law. What about the government which was there? Ile watu waliwekwa kama CS na nini. The court give court orders, but they did not respect the court orders. I have not heard somebody talking about it. Sijaona mtu akizungumzia hiyo hata kidogo. But all of us will respect. We are waiting for the decision to see what can happen. So I think we need to be ourselves. And I have repeated several times, and I advise Azimio for free. Advice. Don't keep on shouting and going round and round. Mungekuwa mmetengeneza schedule cabinet yenyu ambayo ingekuwa inaonyesha wananchi kama ni kwa agriculture nyinyi mungefanya nini apart from what the president doing. Kama ni kwa ministries zingine mungekuwa mmefanya nini ndio ionekane utofauti yenyu. But now you have no structure. You cannot be alternative of this government because there's nothing you are selling to the people. Ya kuonesha if it's you what you could be doing. Hakuna. It is in history, and I won't put it clearly. For the President Ruto implementing devolution. Do you know by today ile pesa yote ilikuwa imebebana kutoka siku ya uhuru kutoka wapi bila kulipwa? He has paid all the counties. Mpaka ya mwezi iliyopita alilipa kama mwezi haijakwisha. He paid. But there is nobody in the county can come out na hiyo forum yao wanafanyaga ku appreciate the president for what he has done for them. You saw, that's why I'm saying information is not flowing. They are given that money, all counties. Hakuna deni kwa serikali. But they cannot tell the public through their forum, tumelipwa hii pesa zote, saa hii ni kazi tufanya. Why? They don't want to show the public wako na pesa. Some don't want to show that they have been paid. Kwa sababu pesa mingi, wale wako pande ya Azimio, watategemea kutoa hiyo pesa kuharibu serikali. Wakiwa pande ya Azimio. Nobody have appreciated my president. You have your government. Na iko county government. And they are saying, our government in the county. Umewasaidia kutosha. Hata wale unasema huko nao. Na unakaa naona unasupport hawa. They have not come out clearly to say, we have been paid the money. So how are they helping you? It's also a problem. Lakini fanya kulingana na Biblia. Fanya mema na uende zako. That's what the Bible wanasemaga. Na Waswahili wanasema tenda mema. So I can say that there is a lot of improvement in this government. Don't take the president up and down, up and down. The other one, why don't you people, if you are MP, go in your constituency, be together, release the statement of information. The ones who are saying they are governors like the president and they work with him, why are you not releasing the statement?
telling Kenyans you have been given all the money, mwanze kufanya project. Na ile pesa ilikuwa pending, plus hii mmelipwa yote. Counties has a lot of money. A lot of money. They should not have any excuse of not implementing the project. Zile zilikuwa zimekwama kwa magavana wao wengine. If the president have implemented giving you money, hata ilikuwa imebakia bila nyinyi kupewa, you can also implement those projects ili ionekane tunafanya pamoja. Hiyo pia kupeana pesa kwa counties is also part of agriculture. Ile iko kwa county na development zingine ambayo wako nayo agriculture. That is another system ya kuoneshana our president is serious na living. Kwa sababu kama mfanye yote napeleka mpaka pesa kwa county, then there's a county also to implement mambo ya ukulima. So if all those things can flow the way the president have done and paid all the money up to the counties, then hatuwezi kulia mambo ya chakula living. Hiyo tutakuwa tuko mbali sana kwa hiyo. Yes. Sasa mheshimiwa, pia ningetaka uangazie jambo ambalo Azimio walikuwa wameuliza kuhusu heshima kati ya vyama vya uchaguzi na pia the truth that gender rule venye inaingia katika constitution. I think those two things they are very important. Mambo hii wanalialia mambo ya vyama. You know, we have something called Bill of Rights. If the party feels they are not comfortable where they are, like the ones now which have come kuungana na rais, wakaona there is nobody ya kwenda demonstration kubomoa vitu za watu, that is Bill of Rights. Huwezi kuongoza kwa sababu yuko kwa chama, uongoza like a blind person, that vile chairman anasema you follow like blind people. This is not about the donkeys ikilia moja pandile ingine nadia pandile ingine no, this is not about parties. Are not like mulio ya punda. Ni mtu kutumia akili yake. Hata kama uko kwa hiyo chama unafikiria inawasaidia ama iwasaidii. For that one, for me, it cannot be a discussion. Do good things. Kama bomoa vitu ya watu na kufanya watu wakufe, then that means wangekuwa bado wako na watu ya Azimio. But they left because they don't agree with those issues. We cannot be the fools. Mzungu husema, unless a fool cannot change. Unless a fool cannot change. But somebody who is sharp and bright and gifted by God with wisdom, he can change at any time. Akiona where is going, that is not the route. Huwezi pita barabara uende ukikuta miba na nini, kwa sababu hiyo ndio jiambiwa ni barabara. Sasa ukanyage miba ukielekea kwa hiyo barabara ikitoboa wewe na ikitoboa gari miguu. You must use your common sense to make sure you are passing the right direction. Unaonaje kuhusu hii to that gender rule? That is a very good question. Gender rule imetusumbua sana for a long time. And I want to put it this way. Also lazima tujue there is Bill of Rights. Hii mambo ya gender is a problem. And I agree that one they can discuss it. Kwa sababu ni jambo nyeti. Because if there is a Bill of Rights, I want to ask this question. Wamama wanasimamaga viti nyingi sana ya kuchaguliwa. Mpaka ya rais, mpaka huyo Martha Karua alikuwa amesimama, Nadia alisimama. But there is something called Bill of Rights of Wanjiku. Why are they not voted? Send it to mwananchi so that mwananchi, when you go to election, they can elect that gender. You know, anything also in the constitution is guided by a Bill of Rights. But it's a very difficult thing. That one can be a topic, I agree. That one can be discussed, how to go about it. And the President Ruto, he has tried. Because he promised to put ministers, America, my chair ladies, America, most of the places, America wengi sana. Na many areas, America wa mama.
and I don't see pahali amefikisha kama amefanya vibaya. But we need to go back to the Bible. I'm not objecting, but I'm going back to the Bible. Adam alipoumbwa in the Bible, aliambiwa ataletewa msaidizi. They lived a very good life hata bila kujiona wakiwa uchi. Nani alipea Adam chungwa? Nani alipea Adam chungwa? Must also be very careful. Must also be very careful. Mwanaume ana vile amepewa uongozi yake, mama amepewa uongozi yake. So this thing we must take it clearly. Samson, the Bible, Samson alikuwa anapiga watu na pembe ya punda, anaua majeshi wakiwa na mabunduki na kila kitu. This appeal or this advice to our leaders. Nani alinyoa Samson? Samson aliwekwa kwa mapacha, akapeana siri yake yote, akanyolewa, akatolewa macho yote, akabomoa hekalu. We must be very careful. Sisi tumezaliwa na wamama, we respect them. And also we need to know they have a big role in our life. We need to respect them, get them those positions. I have no problem with that. But most of many things, let's refer to the Bible, what the Bible says. I'm born by my mother, I have my daughters. Na kila mtu ana njia yake. Some of many leaders, unawaona vile wanakuwa wazuri na nini na nini. Most of them, sio hata leaders, even men. Lakini backup yao, from home na maisha yao, hawajuagi, watu wajuagi, sio mtu mwanaume amejifanya namna hiyo. There's a woman behind it. If the woman is behind it, a man can do better. And a woman can do better than a man. Kwa sababu yeye ndio anatengeneza mzee, mpanga, kwa chakula, kwa nini, kwa good, mazungumzo mazuri, and also their advice. We also need to respect them, but we need to consider all those things. How do we go about these things so that we can live a good country? How to Kenyans. Nchi hii ikiharibika, itaharibika kwa sisi zote. Nchi hii ikiwa mzuri, itakuwa kwa sisi wote. Give our president chance, msimpigie kelele mingi. Anajua what he is supposed to do. And we are going to work properly if we are set by the president. This is the first president, even I had today in the topic, ilikuwa kwa Citizen, ikizungumziwa and they agreed on this, all those groups, na mtu aitwa Manyola. Manyola wewe kwanza don't be going that. You are, let me tell you, if you follow your topic you have been seeing, you should be in the classroom, not even teaching, to be taught where Manyola. Because the things you have been saying, Ruto will not get his government, you taught very strong things. Which one worked? Nothing worked. Where Manyola, go in the classroom. Where do foundation. But all of them today agreed. Hakuna rais ameweza kubalance makabila in the position kama President Ruto. Hakuna balancing the tribe. Legion the way they are. And this is the question I asked him sometimes before we got the government. Mimi nimuuliza akiwa Karen. There are two things present. Tukua wawili. Naona itaweza kutusumbua. Akaniambia ni gani? Nikamwambia kwanza unapendwa all over the country. All corners of the country. How will you reward and balance these people? Akaniambia serikali ni kubwa. Tutaweza kupata position ya kuweka na wale wengine tutafanya kazi na hawa. Na tutafungua hizi kuwe na biashara. That's what he told me on that. Nikamuuliza, mimi naona tukichukua serikali tutakuwa na shida ya budget, ya uchumi yetu hapa Kenya. Economy yetu ni mbaya. What do you say about it? Akaniambia, give me 2-3 years. To change this country. My president, you told me the truth. Umewadi watu Kenya, vile ulisema, where I can. Si lazima watu wote watosheke, lakini you tried kwa cabinet, kwa mama, kwa nchi yote, hata wengine hawana value kubwa ya kusaidia, lakini because of political problem, you balance every tribe to feel
They're in the government. You did that. And also even now you are continuing doing that. Watu wengi sitaki kuwataja kabila hawangejua wangefika kwa serikali pahali wako. Today they are holding position kubwa sana kwa serikali hii and they are minority. But today they are leading this country. That's how we like. Kama ni mambo ya kuinvest, our president with the team you have, advisors of the economy, is one of the best I can see almost the country in the world. The group of D and others, advisors, and our minister for finance, the governor of central bank, that team, I assure you, they are the best team you cannot get anywhere else. And they are taking you in the right direction. Continue working with them, but I beg you on only one thing. Weka pamba kwa masikio, don't listen to this noise. Continue doing better. And what you told me within 2-3 years, this country you are going to change. I am seeing, and I'm witness, you are changing this country. Let's keep peace in this country. And I'm very happy for the people of Rift Valley. They have kept peace. No problem, no demonstration, nothing. They are talking to each other. They are working together. They are busy in the garden. Tumetoa maharagwe. Tunaanza sasa kuvuna ngano. Mahindi tuko karibu kuanza kuvuna. Mimi naomba watu wa Rift Valley, our demonstration iwe kwa mashamba kufanya kazi. Maziwa tuweke kutosha. Thank you so much. Kenyans, wale wamenisikiza, and continue praying for the president. Aweze kufanya kazi, aweze kutusaidia sisi wote.